Nilipokuja Dar es Salaam kwa kazi, nililetwa uhamisho kuja State House. Nilikuwa idara ya polisi lakini nilikuwa State House Ikulu. Bwana, twakuomba upoke vipaji vyetu. Wewe ulikuwa ni wimbo wa kwanza. Mwaka gani ilikuwa hiyo? Ni mwaka wa 82 na 3 hivi. Wa pili yake sasa. Nao pia ulikuwa wa matoleo. Wimbo wa pili. Wimbo unaimba tupeleke zawadi, tupeleke kwa Bwana, tupeleke vipaji, tupeleke kwa Bwana, vyote ni mali yake, tumrudishie Baba. Ona sasa, wimbo wa tatu, nasema pengine mipango ya Mungu. Wimbo wa tatu ulikuwa ndo katika nyimbo za Bikira Maria, huu ndo ulikuwa wa kwanza. Ndo wimbo wa tatu. Ewe Mama Maria, mama yetu mwema, mama wa Mungu. Na mpendwa mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Ni furaha yangu kualika katika kipindi hiki maalum kabisa, na kipindi hiki kinakujia kutoka katika jimbo Katoliki la Ifakara hapa mjini Ifakara, takriban kilomita 430 kutoka jiji la Dar es Salaam. Na tumefunga safari mpaka Ifakara kwa ajili ya kwenda kuzungumza na muumini mlei ambaye kwa namna pekee kupitia karama ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia katika maisha yake hapa duniani ameweza kushiriki shughuli mbalimbali za kanisa, hasa uinjilishaji kupitia njia ya muziki mtakatifu wa kanisa Katoliki. Huyu si mwingine bali ni mzee wetu, baba yetu wa siku nyingi, mtunzi, mwalimu na mwanakwaya kwa ujumla mkongwe hapa nchini, ambaye anaitwa Mzee Pascal Floriani Mwarabu. Tumefika nyumbani kwake hapa Ifakara, na nakualika kwa moyo mkunjufu ufuatilie mazungumzo yetu, ili basi kwa namna pekee tuweze kuonja na aweze kutushirikisha mawili matatu ambayo anayo, hasa kwa wale ambao wameweza kushiriki kwa namna moja utume wa uimbaji, na ambao wanashiriki ama ambao kupitia utume wa uimbaji wanaendelea kunufaika kwa kusali vizuri. Tukualike kwa moyo mkunjufu mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba timu nzima kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kusihi tuungane sote mpaka mwisho. Kama nilivyokudokeza hapo awali katika utangulizi kwamba kipindi hiki kimefika nyumbani kwa mtunzi mahiri wa siku nyingi wa muziki mtakatifu wa kanisa Katoliki, Mzee Pascal Floriani Mwarabu. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya utume na unajisikiaje na hali? Najisikia vizuri, na mshukuru Mungu, mwaka mpya umeanza, naendelea vizuri. Nikutakie kwanza heri ya mwaka mpya 2020. Amina, na wewe pia na waumini wenzetu wote nawatakia heri. Nashukuru sana. Labda tuanzie hapo, Mzee Pascal Floriani Mwarabu. Utunzi au safari ya muziki mtakatifu kuelekea utunzi, uimbaji na ualimu, kwa kifupi sana, kwa sisi ambao pengine tunatamani kufahamu ulianzia wapi, kwa kifupi sana historia yako unaweza kutupitisha kwamba uliwiwa namna gani mpaka kuingia katika safari hiyo ya utunzi, ualimu na hata ufundishaji na hata kuwa mwanakwaya katika muziki mtakatifu wa kanisa Katoliki? Asante ndugu mtangazaji. Labda nianze kwa historia fupi tu, kwamba toka nilivyokuwa mdogo nikiwa na kaka zangu na dada yetu alikuwa mmoja tu. Wao kila wakati nilikuwa nakuta wanaimba, na kwa sababu tumelelewa katika misingi ya kanisa toka miaka ile ya nyuma. Kwa hiyo toka nilikuwa mdogo primary school nilikuwa naimba, na hasa unakuta jioni tunaposali rozari ya kifamilia wanaimba nyimbo za Bikira Maria za zamani zile, pamoja na malaika, na mimi mdogo naimba. Yani familia yangu. Kwa hiyo nilianzia toka udogo, alafu na baadaye pia nilipokwenda shuleni miaka ya nyuma ile tulikuwa naenda kutoka primary school naenda middle school. Kule kulikuwa na walimu, kulikuwa na kikundi pia cha kuimba kwaya, nilikuwa nimejiunga, nikawa naimba. Baada hapa nikaenda secondary school. Mimi nilienda secondary school Mzumbe mwaka 1959. Hatujapata uhuru wakati huo. 1959 nikawa form 1 Mzumbe, miaka ya nyuma sana. Na kule pia kulikuwa na vikundi vya kuimba. Kwa hiyo na mimi nilikuwa nashiriki.
Pamoja nilikuwa nashiriki pia vikundi hivi, na kulikuwa na vikundi vya watu wa sala pia, na vikundi vingine vya nyimbo mbalimbali. Kwa hiyo nilikuwa napenda kushiriki. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba tuseme damu yangu toka udogo ilikuwa ya kupenda kuimba, na hasa kutokana na ndugu zangu, kaka zangu na dada yetu ambaye alikuwa mmoja tu katika familia, na ndugu wengine walikuwa wananizoesha kuimba. Labda tuelezee kifamilia ulizaliwa katika mkoa